Cha kwanza kabisa kitu ambacho tumekuwa tukiweka mbele ni kutengeneza awareness kwenye jamii yetu kuhusiana na biashara ya forex trading. Yes. Awareness hii tunaitengenezaje? Hivi karibuni kumezuka platform nyingi sana zinazohusiana na forex trading, na pia ndani ya forex trading pia kumekuwa kuna kind of utapeli ambao unaendelea ama vitu ambavyo havifai. Kwa kitu cha kwanza ambacho tumekifanya ni kutengeneza course ya forex trading ambayo ni for free. Ndani ya mwaka jana tumefundisha watu takriban 2400 in 2024. Yes. Kutokea mwezi wa 12 mwaka jana mpaka hapa tunapoongea mwezi wa pili, bado tuko mwezi wa kwanza mwishoni, tuna watu 4000 ambao wapo kwenye course hii ambao tumetoa tena mwezi wa 12 ambao ni totally free. Totally free. Lengo ni nini? Cha kwanza tutengeneze awareness. Kuna watu wengi sana ambao wanataka kuingia kwenye biashara forex trading ama kujihusisha. Na tunavyojua majority ni vijana. Vijana hao ni level za chuo. Wengine ndio wamemaliza chuo wanajitafuta. Na hata kama mtu kajipata basi tunaelewa vipato vyetu wa Tanzania. Watanzania hatuna purchasing power. Hichi kitu tunakifahamu. So badala ya kumpelekea mtu ambaye hajui forex trading nini course ya $250, unamwambia nakufundisha kwa $500 ama $1000 ikiwa hayuko aware kitu anachokuja kukifanya na hajui kitampa hatua ama atapiga hatua kiasi gani. Forex trading is not all about kusoma what is support, what is resistance, supply and demand. Hivi vitu mtu popote anaweza akavipata. YouTube kwenye platform mbalimbali anaweza akasoma. Lakini kutoka pale alipo kwenye kujua this is supply, this is demand or support and resistance, kufika kuwa na consistency, hicho ni kitu tofauti. Na hili pia limekuwa ni tatizo kubwa sana kwenye upande wa industry yetu. Unajua sio kila trader ni mentor. Yeah, that is true. Unaweza ukawa a good trader lakini usiwe mentor. Kuwa mentor ni kumtoa mtu sehemu moja afike pale ambapo ulipokusudia kufika. Sawa. Kwa watu wengi wamekuwa wanalipia course za $500, course za $1000 lakini hawapati kile ambacho wamekuwa wanakifuata. Ndio. Kwa sababu watu wanafundishwa, baada ya kufundishwa wanaachwa. Kufundishwa ni safari ndogo sana kwenye kujua support and resistance. Kwenda kuvitumia na ukatengeneza consistency ni kitu kingine tofauti. Na ambacho ndio kinahitaji effort kubwa sana wewe mtu ambaye unamuita kama mentor, either ni teacher ama ni kama guide.